Mambo vipi? Karibu katika mafunzo haya ya Adobe After Effects, na kama wewe ni mgeni kabisa wa Adobe After Effects, basi upo mahali sahihi. Na hapa naenda kukuelezea kuhusu interface ya Adobe After Effects. Kitu chochote ambacho unahitaji kujifunza, basi hakikisha kwanza umejifunza kuhusu interface. Kama utajifunza Premiere Pro, ni vizuri kwanza kujifunza interface. Kama utajifunza software yoyote ya design, interface maana yake ni mazingira ambayo utaenda kufanyia kazi. Utakapoyafahamu mapema, itakurahisishia wewe kufanya kazi kwako. Basi tuanze moja kwa moja kwa kuifungua Adobe After Effects. Binafsi natumia After Effects ya mwaka 2026 kwa sababu kadri software zinavyokuwa updated ndivyo tunapata new features. Sasa kama ni mara ya kwanza kabisa kufungua software ya Adobe After Effects, hii ndo panel ambayo utakutana nayo. Software ya Adobe After Effects inapofunguka, inafunguka katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni hii panel ya kwanza ambayo unaweza ukaimove, ambapo hii panel yenyewe ni mahususi kwa ajili ya kukaribisha na kukuonesha baadhi ya projects ambazo tayari ulishawahi kuzifanya. Lakini kama wewe ni mgeni au ndo mara yako ya kwanza umeinstall software then hujawahi kufanya kazi yoyote, hapa hautokutana na kitu chochote, ila hizi ni baadhi ya projects decent ambazo mimi nilishawahi kuzifanya. Kama ikiangalia masaa 8 yalopita, hizi ni siku 3 siku 6. Kwa hizi ni baadhi ya projects ambazo nimefanya, utaziona hapo. Pia katika hii panel unaweza kufanya vitu vifuatavyo. Unaweza create new project ukiwa hapa, lakini pia unaweza open new projects ambazo ulishawahi kuzifanya. Kama hapa mimi nimeclick open, ikanileta katika last location ambapo nilisave project yangu. Kama hapo nakuta hizi project naweza nikaclick na nikaweza kuopen. Hii tabu ya hapa yenyewe ni kama unahitaji kutengeneza project mpya ikiwa na settings tofauti, na sio unahitaji kufungua project ambayo tayari ulishaifanya. Na hii tabu yenyewe kinachofanyika, inakuingiza ndani mpaka katika panel hizi. Kuna panel ya juu ambayo sisi tunaita tools panel, hii hapa. Ngoja kwa niliset interface ili tuweze kupata default ambayo na wewe utaikuta kwako. Hii nilikuwa nimeweka my standard, niliset mwenyewe kulingana standard zangu ambazo mimi nazipenda. Tulizit default saved workspace. Hii ndio default workspace ambapo kama wewe ni mpya katika software utakutana nayo namna hii. Kuna panel ya kwanza imeandikwa project. Hii ni project panel. Ni sehemu ambapo wewe unaweza kuweka material yako ambayo unatumia kufanyia kazi au project material. Lakini pia hii inaitwa effects control. Upo katika project na umeapply different types of controls, different types of effects, basi hapa unaweza ukazi control zile effect. Lakini pia kuna hii composition. Hii composition ni panel ambapo wewe unakuwa unakiona kile ambacho unakifanya, ile composite yako inapoonekana, au katika lugha nyingine rahisi ambayo tumezoea, hii ni kama artboard ukiwa katika software ya Adobe katika software ya Adobe Photoshop au Adobe Illustrator. Hii ndio tunaweza tukaita kama artboard, lakini huku tunaita composition kwa sababu ina contains different elements, different compositions katika scene yako. Kwa hii sisi tunaita composition. Lakini kabla sijafungua composition, naomba nimalizie panels nyingine. Kuna hii panel inaitwa preview. Hizi panels tutajifunza zaidi tukianza kufanya project. Lakini hii panel ya preview kama ukiangalia ina shortcuts hapa, kuna range, kuna platform, kuna playform, kuna framelet, kuna hivi vitu vyote tutaenda kuviangalia tukifungua project. Lakini hii ni preview. Preview inakurahisishia wewe kufanya baadhi ya actions ukiwa unaendelea na project. Mfano kama hapa mimi nimeweka by default ni spacebar, kwamba nikiclick spacebar katika keyboard yangu basi nitaweza kupreview hiyo certain range. Sasa hapa wamekuletea catch before playback. Hizi ni masuala za technical kidogo, lakini wanakuambia catch before playback means kwamba unahitaji kucatch temp files ili software yako iweze kurun smoothly. Mara nyingi huaga tu enable, kwa sababu ukienable software yako itakuwa nzito, kwa sababu ili uweze kuplay lazima kwanza ucatch. Kwa utasubiri kidogo then ndio uweze kuplay. By default naachaga hivyo ikiwa haijakuwa checked. Lakini pia range hapa. Range maana yake unataka kupreview kutokea wapi mpaka wapi. Lakini hapa by default ni work area, lakini play from, unataka kuplay from wapi? Kuna hii inaitwa CTI. Tukiweka chochote hapa utaona kuna kama kamstari kanaweza kumove katika timeline. Ile ndio inaitwa CTI. Sasa play from current time, maana CTI ilipo ndio utaweza kupreview. Tu skip hii kwa sababu tutaitumia tukafanya project. Lakini hapa pia kuna panel moja inaitwa properties. Hii properties na contain properties ya text pamoja na properties ya shape, endapo tutakuwa tumeziweka katika
composition yetu. Tukitia shape, tukatia text, basi properties zake tunaweza tukazi access hapa kama tunahitaji kuwa line, lakini pia kama ni text tunaona pale kuna paragraph, lakini pia kuna panel ya audio. Hii inaweza kutusaidia sisi kuweza kufuatilia audio yetu inaenda vipi, kwamba dB zake zipo maximum au zipo minimum au zipo kawaida, inatugea baadhi ya information. Lakini pia una uwezo wa kuedit hizi channels, baki hapa kuna left channel pamoja na right channel. Lakini pia kuna hii panel ya mwisho ambao ni pendwa zaidi kwa watu wanaotumia After Effects, ni panel ya effect, yani presets. Panel hii ndio ina content effects mbalimbali pamoja na presets ambazo mara nyingi tunazitumia katika kazi zetu. Uzuri wa Adobe After Effects ni kwamba effects nyingi zipo umumu ndani, tayari zimeshatengenezwa. Wewe kazi yako ni kuzifanyia composition, kuzicompose na object yako ili ziweze kulook great. Sasa hii pia nitaiskip, lakini nilielezea kwa uchache kidogo. Lakini pia katika hii panel ya effects and presets kuna hii tab ya kwanza kabisa, animation presets, then kuna user presets. Hizi ni presets ambazo user amezitengeneza mwenyewe, kwamba hakuzidownload sehemu yoyote, alizitengeneza na akazisave kama presets, au alizidownload sehemu akaja kazi import kama presets, ndio maana zikaitwa user presets. Lakini hizi presets nyingine zote ni default ambazo unazipata ndani ya Adobe After Effects. Tukija katika hii panel ya mwisho ya hapa chini, hii inaitwa timeline panel, ambapo hii timeline panel inakuwa kuonesha layers ambazo zipo katika composition yako, hizo layers pamoja na time, kwamba zina play from where to where. Hii huku ni timeline. Lakini pia tukiwa katika timeline kuna kitu tunakiita composition, ambao huku tumekiona, lakini huku pia tunakiona composition. Hizi composition unaweza kutengeneza composition nyingi hapa, na kila composition ikawa na timeline yake. Nadhani tuliona vizuri tukiweza kuingia ndani zaidi, lakini kwa haraka haraka hii ndio ilikuwa ni interface ya Adobe After Effects. Sasa tumeangalia hizi panels, lakini hatujaona kuhusu hizi tools. Na tool namba moja kabisa mimi nitaitem kama tool kwa sababu pia tunaitumia, ni home tool. Hii tukiclick inaturudisha katika interface yetu ya kwanza. Tuashumu uliclick create new project. Sasa unatamani kurudi kule mwanzo ili uweze kufungua recent project. Njia rahisi, unaweza ukaja hapa then ukaclick ukafungua recent project, au unaweza ukaja hapa katika file open recent project. Recent project zako ulizofanya zinaonekana, na by default zinakuwa 10 recent project. Kwa hiyo hii ni tool ambayo inaweza kunavigate from home to current composition. Lakini tool ambayo inafuata hii inaitwa selection. Hii tool kila mtu anaifahamu kazi yake ni nini. Kuna hii tool inaitwa hand tool. Hand tool kazi yake, naomba tu create kwanza composition, first composition, ili tuweze kusoma hizi tool vizuri. Sasa ili ku create composition tulisema kwamba unaweza ku create new project kutokea huku, ambapo itakuingiza ndani pia. Kwa hiyo tija ku create zitokea hizi tabs mbili. Kuna new composition na new composition from footage. Hizi zina maana gani? New composition means una create kila kitu from scratch, kwamba kulingana na customization zako. Tuashumu unahitaji kutengeneza composition kwa ajili ya YouTube, ambapo resolution zake ni 1920 kwa 1080. Frame rate yake mimi ambayo nataka kutumia, nahitaji kutumia frame rate ya kawaida, frame rate ya 30 fps. Naweza nikaselect start time code yangu ianzie ngapi katika timeline. By default ni 00 kwa sababu time inaanza katika time equals to 0, lakini duration ya hiyo time frame yangu iwe na urefu gani, ndo maana yake. Huu mstari wa kwanza kabisa, hii 0 ya kwanza ni hours, 8 days ni hours. Hizi 0 mbili zinazofuata means minutes, na hizi zinazofuata hizi ni seconds, na hizi za mwisho ni milliseconds, kwamba tunashuhudia tutengeneze kitu cha dakika moja. Kwa maana yake ni sawa sana kuweka sekunde 60, au tuache 00 ni sawa sana kuweka dakika moja. Kwa maana yake timeline yetu itakuwa na urefu wa dakika moja. Tuashumu dakika moja na sekunde 30, kwa sababu nikiweka 60 automatically ita shift kwenda kwa dakika 2. Kwa hapo naweza nika click okay. Kwa hapo nime create composition yangu for the first time. Sasa twende tuka explore kuhusu tools. Tool namba moja ni move tool. Hii tool inatusaidia sisi kumove vitu ambavyo vipo ndani ya composition yetu. Tuashumu katika composition yetu hii tupo na shape kama hii. Hii shape tuibadilisha rangi kidogo, tuipe white ili tuweze kuiona.
Sasa nikitumia hii move tool naweza kuimove hii shape kutoka position moja kwenda position nyingine. Hii tool ndo inachofanya hicho kitu, lakini hii tool pia unaweza kashika hizi points za hii shape ikakusaidia kuscale hicho kitu chako. Ni kama katika software nyingine za Adobe. Kwa hiyo situmia muda mrefu kuelezea kwa sababu hizi ni familia kwetu. Lakini kama wewe ni beginner kabisa, basi hizi tool ndio jinsi zinafanya kazi. Kazi yake ni kumove, lakini pia kuscale, lakini pia ukisogeza hapa utaona kama kuna rotate. Kwa maana uta rotate hiyo object yako kutokea center axis ya hiyo object. Tool inayofuata ni hand tool. Hand tool mara nyingi tumezoea kwamba ina move artboard yote. Kwa huku hatuiti artboard, tunaita composition. Kwa composition yetu yote itakuwa moved na hii hand tool. Hii hand tool ndo kazi yake. Kuna mtu anaweza kujikuta artboard imesogea huku, ukajiuliza nini nifanye? Either uklik fit, tayari ipo katika fit. Sasa hapo inabidi uchukue hand tool uweze kuisogeza at the center ambapo utaiona vizuri. Hiyo ndo kazi ya hand tool na wala haina kazi nyingine. Hii tool inaitwa ni scale tool au zoom tool. Hii kazi yake ni kuzoom in na out katika artboard. Kwamba hii nikiklik left click ya button ina zoom out, lakini nikihitaji kurudi maana nitashika control na kuweza kurotate mouse wheel. Na hizi tools tatu zinazofuata, hizi ni tools kama unadili na 3D object. Tutajifunza zaidi tukiwa tunafanya 3D object. Hii ya kwanza ni ku-orbit, una orbit around. Hii tool ni kupan left, right. Lakini tool iliyofuata ni ku-tilt. Dolly maana yake una zoom katika this space. Ili tuweze kujifunza hizi, tu enable layer yetu katika 3D space ili tuweze kuzi access kwa sasa hivi. Kwa ili kuweze ku-enable layer kama 3D space tutabidi tu click hapa. Hii ni kama nimeenda extra, lakini lengo ni kuweza ku-enable hizi tool tuweze kuona zinavyofanya kazi ili tunapojifunza baadaye tuwe familia nazo. Kwa hiyo enable 3D object yetu tayari ni 3D. Kwa hiyo tukiklik hii tool ambayo inaitwa orbit na nikirotate, maana kinaweza nikarotate object yangu ikiwa katika 3D space. Sasa na hii pani inanisaidia mimi kupani kwa left, right, top, down. Lakini pia kuna hii inaitwa dolly na zoom katika this space. Ndio kazi ya dolly yenyewe ni kama kuscale, lakini haiscale bali inaingia ndani katika this space. Naposema this space, watu wanaodili na software za 3D wananielewa kwa sababu kuna X, kuna Y, lakini pia kuna Z. Z ni kama unaingia ndani. Lakini pia kuna hii rotate tool. Hii rotate tool kazi yake ni kurotate object ya 3D. Tutajifunza zaidi huko mbeleni. Tu disable hii 3D tuweze kurudi katika layer yetu ya kawaida. Lakini kuna hii tool inaitwa anchor point. Anchor point. Hii mimi naita anchor point. Leo huko wanasema pan behind. Lakini mimi naita anchor point tool. Anchor point tool ni ile point ambapo object yako ina base ya object yako ilipo. Au tunaweza tukaita sehemu ambapo ndo katikati. Wewe umesema hii ndio iwe katikati ya object yangu. Na unaposema katikati, maana chochote utakachokifanya kitaanzia katikati. By default object yetu kiiweka una hiki kidude. Hichi kidude kinaitwa anchor point. Sasa anchor point maana yake ni kwamba kama tukiamua kurotate hii shape yetu, kinachotokea ni kwamba itarotate kupitia ile anchor point yetu ilipo. Na ili uweze kurotate inabidi ushike point moja kati ya hizo, kwa sababu kushika pembeni haiwezi kurotate, maana yake umedeselect. Kwa lazima ushike hizo point moja hapa ndio uweze kurotate. Sasa na rotate kupitia anchor point ilipo. Na kimfano tukitaka kuhamisha hii anchor point, maana lazima tuje katika anchor point 2 na tuweze labda kuimove mpaka at the center. Na tukiweza kuirotate tena, kinachotokea object yetu itarotate kutokea center. Tuassume tuna move anchor point to the top. Then tukija kurotate, kinachotokea ni kwamba ina rotate pale anchor point ilipo. Sasa hizi ni technique ambazo ukizifahamu, ukizielewa mwanzoni, ukajifunza basics, mbeleni unapokuja kufanya animation inakuwa ni rahisi kwako kwa sababu tayari basics tayari unazo. Lakini pia ukiachana rotation, pia tukisema tu scale object yetu, ita scale pale anchor point ilipo, sio at the center. Lakini ukitaka ku center hii, unachukua hiki unakivuta hapa. Hapana, hiyo inaweza ikawa sio njia rahisi ya wewe kupata accurate center. Kwa sababu hapa tunaweza tukasema ni accurate, lakini inaweza isiwe accurate. Ili kuweza kupata accurate tuirudishe hapa.
unabidi ushike control, una click na kuhold control, then una double click anchor point tool, na anchor point inakaa at the center. Kwa hapa tukirotate object yetu na rotate at the center. Tool ambayo inafuata hii tayari tumeshaishika na tumeshaiona. Hii ni shape tool. To delete shape tool, tuadi shape nyingine. Ukiklik na kuhold unapata hizi shape ambazo zipo by default. Hizi ni shape ambazo zipo by default katika software ya Adobe After Effects. Kuna rectangle, nikiklik na kuchora napata rectangle. Lakini inabidi ni select then ni chore shape nyingine. Hii ni rounded rectangle, by default tayari inakuja na round ambazo unaweza kaongeza ukapunguza baadaye. Ukiangalia tofauti wa hii na hii ina edge. Ina edge lakini hapa ina round edge. Right click tunachora ellipse. Usiposhika shift inatokea kama yai, lakini ukitaka isitokee kama yai, maana yake ni kwamba lazima uhold shift ili kuweza kuchora perfect cycle. By default ka point na kaa huku, ili kuweza kuzirudisha tuna control double click, na huyu pia control double click. Kama una layer nyingi unazishika zote kwa pamoja, then control double click na kila layer inakaa katika, na kila anchor point inakaa sehemu yake. Sasa tulisema kuna tab ya properties huku kwamba tukiselect shape, tukifungua properties tunapata kuna properties za hicho kitu. Sasa properties ambao tumeziona, kuna layer transformation hapa, kuna anchor point, kuna position hapa tunaweza tukacheza nayo, lakini pia kuna scale tunaweza tukacheza nayo kwenye properties, kuna rotation. Hizo zote tunazipata kwenye properties, lakini hizi zote zipo hapa chini. Tutaenda kuzifahamu mbeleni huko tunazipata vipi, lakini zipo hapa chini. Tukiclick hii tukaja kwenye transformation, zote tunaziona hapa. Hizi properties pia zinaendelea. Kiachana transformation properties, kuna shape properties ambapo kuna size ni sawa sawa na scale, lakini pia kuna shape color. Hapa unaweza kubadilisha shape color. Hii ni stroke color, kwamba stroke color yako unataka iwe rangi gani, unataka iwe red, then unaweza kaongeza ukacheza na hizi caps. Hivi ni vitu ambavyo tutajifunza mbeleni, ila hapa tunajifunza interface ambavyo ni vile basics. Lakini pia kuna fill color, unaweza kubadilisha fill color ya shape yako ambayo wewe unaitaka. Lakini pia kuna hizi shape transforms, ndio hizi ni sawa sana za hapa za layer transform, kwa sababu layer yetu sisi ni shape, kwa hiyo shape transforms sawa na layer transform. Lakini pia unaweza ukacontrol hizi basics zikiwa hapa juu, kama fill, tukaweka green, stroke labda tuashumu tunaweka yellow, lakini tunaongeza stroke size. Kwa vitu kama hivyo tunavipata katika hii tool ya shape. Tunapata hii inaitwa cube tool. Cube tool, kama upo katika 3D space na unahitaji kuchora cube by default, basi hiyo ndio tool ambayo inakuwa wewe ili kuweza kuimport cube. Kama unatumia Blender, kuna ile tool ambayo wewe una hadi default cube, basi huku pia ipo. Lakini hapa tupo katika 2D space, kwamba hatuwezi kuingiza object ya 3D. Ndio maana tuambia kwamba parametric mesh tool is incompatible with the current render. Switch to advanced 3D. Tutajifunza kuhusu baadaye. Tool inayofuata ni pen tool. Sasa pen tool yenyewe ni kama zile pen tool nyingine za kawaida. Huku pia ukiklik pen tool unachagua sihitaji fill, labda nahitaji stroke ikiwa na rangi nyeupe. Sasa ili kuweza ku remove fill, unachotakiwa kukifanya ni kuklik ili neno fill. Kuna njia mbili. Ya kwanza utaklik neno fill, uta remove fill. Hiyo ni njia, nimedelete layer. Okay. Ni zile delete, then tuje katika stroke. Nimesema sihitaji fill, kwa unaweza nikachora hapa line yangu kama kawaida na nikatengeneza kitu cha namna hii. Lakini pia naweza nikacheza na hizi stroke, nikapunguza size. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana katika hizi stroke. Ukija katika layer properties, kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanya, lakini hivi ndo pen tool jinsi inavyofanya kazi, kama pen tool nyingine jinsi zilivyo. Pen tool inafanya kazi kwa namna hiyo. Unaweza ukachora custom shape kwa kutumia pen tool. Unataka kuipa rangi, tuashumu rangi ya kijani. Hiyo ndo pen tool inachokifanya tukiwa humu ndani. Sasa na hii type tool kazi yake ni kutype, haina kazi nyingine yoyote zaidi ya kutype. Hapa na type Adobe
After Effects for starter. Kwa tukitype iko by default tutakuja katika properties tab, kwa sababu hii ni text, basi tunashumu tutapata text properties. Tunaweza kubadilisha font hapa, tukaweka labda font moja inaitwa Lato, then Lato bold. Unapoona hivi screen haionekani, soma huu ujumbe refresh disabled, kwamba uweze kurefresh kwa sababu caps lock is on. Unabidi uzime caps lock ili uweze kuona kinachoonekana. Unaweza ukachange font size, unaweza ukachange hizi zinaitwa kenning, reading, lakini pia unaweza ukachange hii inaitwa kenning, nadhani ni tracking. Nimekariri sana hiyo kenning. Hii ni tracking, kwamba the way spacing between text. Okay, ila by default ni 0 na hizi by default ni kaga automatic. Sasa unaweza kubadilisha fonti hapo. Yaani kiufupi, ukiwa na properties, ukiwa na object yote katika composition, properties na kupatia vitu kibao vya kuweza kuifanya hiyo object yako. Sasa tukija katika paragraph, tunaweza tuka center, left alignment, right alignment na hizi nyinginezo. Kwa hiyo hizo ni default za text properties ikiwa huku. Kabla tujaendelea, ngoja nifute hizi shapes tuweze kugusa kidogo kitu kingine ambacho ni effects. Tukaja katika effects hapa, tukaja animation effects, tutakuja presets ambazo zipo by default. Sasa tutakuja katika text, tutachagua yoyote, labda animate out. Tukichukua hii tukaweka hapa, then tukaplay, text yetu imekuwa animated. Hizi default animation za text, na hiyo ndio ilikuwa ni interface ya Adobe After Effects. Next session tutajifunza zaidi kimoja kinafanya kazi gani. Ila hiyo ilikuwa ni overall ya interface ya Adobe After Effects, na vingine tutajifunza kadri tunavyozidi kufanya kazi. Asante sana.